Usiku mmoja tulivu katika kijiji kidogo kilichozungukwa na msitu mnene, aliishi kijana aitwaye Juma. Watu wa kijiji walikuwa na hofu kubwa ya msitu ule kwa sababu kulikuwa na hadithi kwamba kila ifikapo saa 6 usiku, sauti ya kilio cha ajabu husikika kutoka ndani ya msitu. Juma alikuwa mtu jasiri sana. Hakuwahi kuamini mambo ya mizimu wala hadithi za kutisha. Siku moja akiwa na marafiki zake, aliwaambia kwa kujiamini, "Kesho usiku nitaenda msituni saa 6. Nitaonyesha kuwa hizo ni hadithi tu za kutisha watu." Marafiki zake walimtazama kwa hofu. "Usifanye hivyo Juma, watu wengi waliwahi kwenda hawakurudi." Mmoja wao alimwambia kwa sauti ya kutetemeka. Lakini Juma hakusikiliza. Usiku ulipofika, mwezi ulikuwa umejificha nyuma ya mawingu. Upepo mkali ulivuma taratibu, ukifanya miti ya msitu kutoa sauti za ajabu. Juma alichukua tochi yake na kuanza kutembea kuelekea msituni. Dakika chache baada ya kuingia ndani ya msitu, sauti ya kilio cha ajabu ilisikika mbali. Juma alisimama kidogo, moyo wake ukaanza kupiga haraka, lakini akajikaza na kuendelea mbele. Kadri alivyozidi kusogea ndani ya msitu, ndivyo sauti ilivyokuwa karibu zaidi. Ghafla tochi yake ilianza kudidimia mwanga. Kisha aliona kitu. Kati ya miti kulikuwa na kivuli kirefu kisichosogea. Kilionekana kama mtu, lakini hakikuwa mtu. Juma alipiga hatua moja nyuma. Kivuli kile kiligeuka pole pole, macho mawili mekundu yakang'aa gizani. Halafu sauti nzito ikasikika. "Umerudi baada ya miaka yote." Juma alishangaa. "Hapana, sijawahi kufika hapa kabla." Lakini ghafla upepo ulivuma kwa nguvu, majani yakazunguka hewani, tochi yake ikazimika kabisa. Giza likatawala kila mahali, na kutoka gizani, kicheko kizito cha kutisha kilisikika. Asubuhi iliyofuata, watu wa kijiji walikwenda msituni kumtafuta Juma. Walichokiona kilifanya damu zao kuganda. Tochi ya Juma ilikuwa chini ardhini, lakini Juma mwenyewe hakuwahi kuonekana tena. Na tangu siku hiyo, sauti ya kilio cha usiku ilisikika mara 2 zaidi, kana kwamba msitu ulikuwa umepata mtu mpya wa kulia.